Sasa mtazamaji, naona maini yetu sasa imekuwa soft. Tumeweka stock kidogo tu ili iwe soft. Na sasa tunaanza process ya kuimalizia. Unaweza nisaidia tu na mafuta. Mafuta. Ndio hiyo. Yes. Tunaweka tu kidogo tu. Shika mafuta. Nimependa venye nafikiria. Hebu niambie nasi nini? Sasa mtazamaji, hapa tumeweka mafuta imechemka vizuri. Sasa tunaongeza kitunguu. Na kitunguu hatuweki, tumekata mingi lakini tutaweka yote. Kidogo tu. Taki kujiambia next. Ngoja uniambie. Tena chumvi kiasi. Sasa mtazamaji, naona kitunguu chetu kimetani golden brown. Haya, utanisaidia tomato. Nyanya. Ndio nyanya. Yes. Na kwa nini hatujakaanga kitunguu kando kwanza? Alafu ndio tuweke maini yetu. Si lazima. Si lazima uweke kwanza. Tume boil maini kidogo tu. After kuichemsha kidogo mpaka unaensure imekauka. Sasa mtazamaji, kama unataka kupika direct bila kukaranga kitunguu yako na mafuta kando, kwanza chemsha chakula yenye unapika, kama ni nyama ama kama ni maini, chochote ambacho unapika. Then ensure umedrain maji, imekauka. Sasa ukiongeza mafuta una ensure umeibadilisha na mafuta iingie ndani. Yes. Alafu sasa unaweka kitunguu. Unaona? Yes. Alafu sasa unaongeza nyanya. Yes. Okay. Yeah. Kitu moja na nyanya, ukiongeza wakati chakula bado iko na maji mingi, nyanya yako inaweza kosa kuiva vizuri. Ile ishie ndani ya chakula chako. So ndio maana chef unasema tuhakikishe maji imekauka, imeisha. Yes. Okay. Naona nyanya zinaiva. Mtu sasa anaweza onja? Hapana. Bado. Yeah. Okay. Tutangoja tu. Ngoje iive kwanza. Mimi ndo najua ikiiva. Okay. Nitaonja alafu nitakwambia venye iko. Chapati ya kwanza usiniombe basi. Chapati. Ni sawa. Nakataa nionje hata chapati yangu. Kila mtu aonje yake. Sawa, nisaidie na tomato paste. Okay. Tazamaji, ukiweka tomato paste unafaa uweke kidogo ama unafaa utumie kipimo ambacho unajua inatosha chakula. Kwa ikiwa mingi pia inakuwa kali kwa mdomo. Na wale ambao wako na ugonjwa kama ulcers, unajua tu kitu kitafanyika. Yeah, sasa unafaa kutengeneza kitu kama hii tomato paste ama tomato unaweka ya kutosha. Usiweke mingi. Unajua mara nyingi watu wanafikiria ukiweka nyanya mingi sana kwa chakula, ndio chakula inakuwa tamu. Ama unaongeza inakuwa mingi. Sasa mtazamaji, naona kama liver yetu sasa iko ready. Iko tayari sana. Hata ukiangalia. Yes, hii ndio tunaita wet fry liver. Yes. Na sasa mtazamaji, kumbuka tulitengeneza chapati yetu na tukamold vizuri na tukafunika ili vute
na itulie. Sasa tumemalizana na liver, tunataka sasa mrembo chef mwenzangu Tabi atutengenezee chapati. Yes. Unga yetu ndo hii. Unaona? Like imekuwa nyepesi sana. Yeah. Imekuwa laini such that hata wakati unafanya kazi nayo kuroll inakuwa rahisi. Itakuwa ngumu. So unafungua unga yako vizuri. Kumbuka lazima dust surface yenye unatumia kupikia, kwa sababu ukiweka hivyo direct itashikana. Itashikilia hapo. So unaweka unga yako. Mtazamaji, kudasti si kutoa vumbi, ni kuweka tu unga kidogo chini kwa surface wakati unatumia ili isishikane. Yes. Watu wamesikia dust wakaona vumbi. Yeah. Ni vizuri kuclarify. Yes. So, chef, unaona vile unga yenyewe inajipeleka like. Rahisi sana, ni nyepesi sana. Ni nyepesi kabisa. So, kuna watu huwa wana kupaka mafuta, kuna wengine ambao huwa wana roll chapo moja, alafu unapaka una roll. Lakini wakati unapika chapati mingi, unajua hautakuwa na huo wakati wa kuroll moja. So kitu ambacho mimi hufanya huwa na tandaza kubwa. Ukishatandaza kubwa, unapaka mafuta. Yes. Utaweka tu mafuta kiasi tu, kidogo tu. Usiweke mingi. Kumbuka lazima mikono ikuwe misafi. Ni misafi ama safi? Bora ni Kiswahili. Safi. Lazima mkono ikuwe safi ndio ufanye hii kazi. Usipatie watu minyo. Uwaongezee kwa yenye tayari wako nayo. Unaelewa? So ukishapaka unga yako chapati mafuta vizuri hivi, chenye huwa nafanya huwa na dust unga kidogo ndani yake. Hii unga huwa inasaidia ile aeration ya ndani. Chapati zako ngozi itoke vizuri. Okay. Yes. So una dust tu kidogo tu, usiweke unga mingi. Una dust hivyo. Sasa after hapa kuna wenye huwa wanakatakata hivyo, wana roll inakuwa moja, lakini mimi huwa na roll ikiwa yote. Yes. Unahakikisha kwamba haujaacha hewa katikati huko ndani. Unairoll vizuri. Hewa inaleta shida gani? Italeta wakati unakanda sasa chapati yenyewe inakuwa chapati yenyewe inakuwa haina uniform. Kuna kwingine ni imeinuka, nyingine iko flat. Ndio hiyo sasa. Yeah. So after umetengeneza unga yako hivyo, next unatumia kisu, unakata tu vipande ambavyo unataka chapati zako zikue. Okay. Yes. Sasa ukishakata hivyo, unatengeneza tu kimpira chako. Ni rahisi sana. Unaweka tu kwa unga, alafu unaweka kando. Unakata nyingine. Unatengeneza tu kimpira chako. Unaona hii ni rahisi sana, especially wakati uko na chapati mingi sana za kupika. So tengeneza hizo mpira zako, ukiziweka kando. Kuna wengine utapata kama hauna mazoea, utakata ingine kubwa ingine ndogo, lakini kwa sababu ni za kwako, ni nyinyi mnakula, haina shida. Bora uhai time na wewe bora kushiba. With time mtu utaweza kukata kwa vipande ambavyo vinatoshana. So ukishatengeneza vimipira vyako, kitu ambacho kinafuata ni kuroll. Na kuna wengine kuroll, hapo ndio unapata map zote za the world. Map ya Kenya. Lakini shape haina shida, si ndio? Bora uhai. Shape wachia Slay Queens. Chapati bora ingie kwa tumbo, bora meno inaweza tafuna. Meno ikidismantle ni hivyo. So tushamaliza kutengeneza mipira yetu.
So the next thing ni kuroll na kuingia wapi? Kwa jikoni. Kwa jikoni. Mimi niko tayari hapa sana na pana kungojea. Niweke hiyo pani ikuwe moto. So, wakati una roll hakikisha surface yako iko dusted vizuri. Yes. Unaunga vizuri. Kisha wakati una roll huwa unabadilisha chapati yako ndio isikuwe side moja kuna kwenye ni nono ingine ni konda. Unaelewa? So ukiroll tu na side moja utajipata chapati yako si uniform. Na wakati una roll pia hapo ndio unatengenezea ile shape. Hata kama unasema tuachie snake wings, wacha tuilete kidogo kwa chapati. So uroll chapati yako vizuri, hakikisha tazamaji kwa makini, hapa ndio kuna kuanga na shida. Sasa hapa pali ya kuweka shape. Shaping. Yes. So una roll tu, wakati una roll bado ndio unaangalia shape yako. Unaelewa? Usiache wakati unapeleka kwa moto ndio unataka kuangalia. Lakini nikuulize. Yes. Unga ya 1 kg inafaa itoe chapati kama ngapi hivi? Hiyo inalingana na number 1 size ya chapati yako. Number 2 inalingana na kuna wengine unapata anatumia unga mwingi sana wakati wa kudust. Mwingine anatumia unga kidogo wakati wa kudust. Sasa waste. Yeah. Okay. Waste. So but averagely inafaa kuwa kuanzia chapati at least 10. At least. Pani yetu imekuwa moto. Iko sawa sana. Iko sawa. Mzangu washa ya mafuta ikuje karibu sana. Vizuri hapo. Na uhakikisha pani yako ni moto. Ukiweka wakati pani yako si moto, kuna uwezekano hiyo chapati itakauka. Na pia amount ya moto, usiweke moto kubwa, chapati itaungua lakini ndani haitaiva. Na ukiweka moto kidogo, chapati itakauka pia. Okay. Chef, niangalilia kwa niendelee na kuroll. So, chef, kuna wenye huwa wanakausha chapati zao yote kwanza ndio uanze kupaka mafuta, na kuna wengine anapika moja anapaka mafuta. So inalingana na mtu vile unataka, lakini mimi huprefer kupika direct. Na napika ambayo yenye imekauka saa hizo naipaka mafuta. So tumeanza kupaka mafuta ama kutia mafuta kwa chapati zetu. Kumbuka usiweke mafuta mingi kwa sababu tukikanda tulikuwa tumeweka mafuta. Unaona, uhakikishe imeiva vizuri ndio ubadilishe ama utani. Si ndio? Haya. Kwa hiyo kila upande tusiweke mafuta mingi, mafuta tu kidogo ya kuivisha. Chef. Sasa chapati zetu naona ziko ready. Hizi sasa ziko ready kabisa. Sasa next ni nini Next sasa tunataka tuwatengenezee vegetable. Unajua meza bila green si meza. Vegetable makes table to be complete. Sasa mtazamaji, ni wakati tunataka kutengeneza mboga yetu, na mboga yetu tunaita mixed vegetable. Mixed vegetable tutatumia carrots, tutatumia leeks, tutatumia snow peas, tutatumia French beans. Sasa tunachukua carrot, kwanza tunataka tuweke kwa maji moto. Tunachukua French beans, tunaongeza kwa maji moto. Chukua small peas, tunaongeza kwa maji moto. Chef, kwa nini tunaziweka kwa maji moto? Tunataka kwanza ziwe soft kidogo. Kwa nini tusichemshe? No, hatutaki hiyo color change. They should remain green. Sasa kwa hiyo maji moto tutaongeza sukari kidogo, alafu tufunike.
Yeah. Ama lugha nyingine? Lunch. Exactly. Ama to season, right? Haya. Sasa mtazamaji, mboga yetu tumeblend na sasa imefika wakati wa kuimalizia. Chef mwenzangu? Yes. Naona uko busy sana. Nimemaliza. Utanisaidia na mafuta, lakini naona mafuta iko hapa. Sasa kwanza mtazamaji, kabla hujaanza kupika, ensure sufuria yako imekauka ama pan yako imekauka to avoid accident. Ili ukiweka mafuta kwa sufuria iko bado kuna maji, ndio utapata mafuta inaruka, inakuchoma, unapata accident. Sasa hata ikiwezekana unaweza panguza vizuri, then weka mafuta kidogo. Tazamaji, unafaa kuwa tu patient mpaka mafuta iwe, ndio ongeze tena kitu kingine. Yes? Tuna kitunguu. Juni vegetable na kitunguu pia ni tatumia tu kitunguu. Tazamaji, tunangojea mpaka kitunguu yake tano golden brown. Yeah. Itakuwa imeiva. Hii kitunguu saidia na nini? Mbona mtu hawezi pika bila kitunguu? Aweke tu mafuta yake na apike. Unajua chef, kitunguu kuna ile ladha, kuna ile flavor ambayo unaongeza kwa chakula chako. Exactly. Yeah. Tunatumia kitunguu juu ya ladha na pia harufu tamu kwa chakula. Yes. Naona kitunguu ishakuwa, nikusaidia. Tuko na mboga yetu hapa. Takui blend. Tazamaji, ngoja tunaweka mwisho kwa sababu inakuwa soft na ni rahisi sana kuiva. Yeah. Naonaje? Naona zinavutia na hazijapoteza ile rangi. Bado. Bado ziko green, kama carrot bado ziko na hiyo rangi yake ya orange. Tazamaji, mboga yetu iko almost kuiva. Tunaweza ipatia time kidogo tu. Yeah. Yes, na mboga yetu ikiiva, kumbuka mtazamaji, tuliwaambia ya kwamba leo tutatengeneza kitu kinaitwa banana smoothie. Yes. So after tumemaliza hii, tutatengeneza banana smoothie ndio tumalizie na kuonja. Hiyo ni lazima.
So, chef. Yes. Mboga yako? Anaona iko ready. Iko sawa? Yes. Okay. So, kitu cha mwisho tuende tutengeneze banana smoothie. Ya, iko sawa. Sasa mtazamaji, tunaenda kutengeneza kinywaji ambayo inaitwa banana smoothie, na kumbuka tuko live kutoka Sunstar Hotel along Thika Road. Ukifika Naivas Roasters Mountain Mall, then utapata njia ya kuteremka, utafika Sunstar Hotel. Tuko hapo tunafanya shooting, tumewakaribisha, tunawapenda wote, na pia tunataka mtutumie request ya next production. Na mtazamaji, next production tunawatengenezea nini chef? Nataka tuwatengenezee pastry, vitu za kubake kuingia kwa oven kidogo kidogo. Sasa mtazamaji, imefika kiwango ambacho tutatengeneza kinywaji kinaitwa banana smoothie. Banana smoothie. Sasa banana smoothie tuko na ingredients. Ukitaka kutengeneza banana smoothie mtazamaji, chukua ndizi yenye imeiva, unaweza ona mwenzangu akitengeneza ndizi yake hapa. Then tuko na honey ama asali pia tutatumia. Tuko na peanut pia tutatumia kidogo tu. Chef. Tuko na maziwa, na maziwa inafaa kuwa baridi mtazamaji, pia tutatumia kidogo. Alafu sukari ukitaka, maybe uko na asali kidogo, unaweza ongeza sukari kidogo kuongeza tu ladha, lakini usitumie sukari mingi. Ujue pia sukari mingi kwa mwili si nzuri sana. Pia ndizi iko na sukari. Ndizi iko na sukari, honey iko na sukari, na tuko na sukari hapa, lakini tutatumia kidogo kidogo. Yes. Na chef, kuna mtu ajui peanut ni nini? Oh, peanut ni njugu yenye imeshagwa. Njugu karanga. Yenye imekaranga alafu imeshagwa ukatengeneza paste. Yeah, hiyo ndio peanut. Okay. Yeah. Kila siku moja tutafunza jinsi ya kutengeneza kitu kama peanut, kitu kama yogurt, kitu kama mayonnaise. Yes. Sasa mtazamaji, tutaongeza maziwa. Yes. Alafu sasa tutaweka honey kidogo, vijiko kama 2 hivi. Peanut pia tutatumia kiasi. Ni rahisi tu hivyo, alafu tutai blend. Naona iko laini sana. Iko nzuri sana. Yeah. Sasa mtazamaji, banana smoothie, jina smoothie inafaa kuwa smooth. Inafaa kuwa soft sana. Ikipita kwa koo ni kama umemeza mate, usihisi anything. Ndio kama hiyo smoothness inaletwa na peanut na honey. Okay. Peanut na honey inaleta hiyo smoothness. Okay. Yes. Sawa. So next ni kwenda mezani kuangalia watazamaji wetu na ambao wamekuja kututembelea waonje chakula chetu, alafu watuambie vile kilivyo. Yeah. Mtazamaji, tuko na mgeni wetu leo ambaye ametutembelea na anaitwa Karo. Karo, karibu sana. Onja chakula alafu tuambie vile iko. Asante. Sana. Okay. Usijali. Utaona show yote itakuelezea kila
Mtazamaji mpendwa, tumeshukuru sana kwa wakati wako ambao umetupatia tangu tulipoanza hiki kipindi hadi wakati huu tumefika tamati. Tunakuomba usikose kuwa nasi Jumamosi ijayo, na usisahau kutupatia feedback yako. Unaweza tupigia simu kupitia nambari yetu 0721890311, na unaweza tupata katika Facebook page yetu Gikuyu Television, na pia katika Twitter tunapatikana huko TV_Gikuyu, na pia tuko Instagram, unaweza tupata katika Gikuyu TV_official. Kumbuka ya kwamba hii ni station yako ambayo unaipenda sana ya Gikuyu TV. Kila siku ya Jumamosi tupatane hapa, na tuna shukrani za dhati sana kwa producer wetu ambaye ni Rosemary Kari, tunakupenda sana, asante sana. Director wetu ambaye ni Kenneth Karanja, na pia mpiga picha wetu Sunpark, asante kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Na pia tunashukuru Alvin, pia ametusaidia sana katika upigaji picha wetu, tunashukuru sana. Na hatuwezi sahau hii hoteli ambayo imetupatia hii fursa ya Sunstar Hotel, tunawashukuru, tunawapatia shukrani zetu za dhati. Kumbuka pia unaweza tupata katika Facebook pages zetu. Facebook ya Chef David ni Chef David, na Facebook page yangu ni Chef Tabitha ama Tabby's Kitchen. Tunashukuru kwa wakati wako, na hadi tutakapokutana Jumamosi ijayo, tunatoa shukrani za dhati. Tuonane. Kwa heri.